Ally Kamwe, msemaji wa timu ya Young Africans, afunguka haya na kuwaahidi mashabiki wa Young Africans baada ya kufungwa siku ya jana goli 1-0 nchini Morocco, na amesema kwamba leo wanaondoka rasmi nchini Morocco na kuja hapa Tanzania kwa ajili ya kuzifaidi hizo pointi 3 ambazo watacheza Mkapa, ambazo wanazigombania na ile timu ya FAR ambayo watatofautiana tu magoli. Yanga wanahitajika kufunga. Twende tukamsikilize Ally Kamwe amesema nini. Ally Kamwe huyu hapa, twende tumsikilize kwa pamoja. Huyu hapa. Tuko Rabat bado tuko Rabat Morocco, na ratiba fupi ya timu leo kurudi Dar es Salaam. Tutakuwa na session hapa majira saa 9 mchana kwa maana ya recovery session, kufanya mazoezi baada ya mechi ya jana. Alafu tutaondoka hapa Rabat kwa njia ya basi usiku baada ya dina majira kama ya saa 2 hivi usiku kuelekea Casablanca. Tukifika Casablanca pale tutachukua ndege, lakini safari hii tuna change route Safari hii hatupitii tena Dubai. Tunatoka Casablanca tunakwenda Lagos, Nigeria na shirika la ndege la Morocco. Tukifika Lagos, Nigeria pale tutakuwa na saa 3-4 za kupumzika ndani mule airport kwa maana ya kesho sasa alfajiri. Sababu tunaondoka usiku mwingi leo, tunaingia Lagos kama saa 12 hivi alfajiri. Alafu tutakuwa na kama saa 3-4 hivi za kusubiri pale kabla ya connect ndege kutoka Lagos kuja Dar es Salaam. Zitakuwa saa 7 nyingine angani kutoka Lagos, tapitia Accra, alafu tutakuja Dar es Salaam Tanzania. Hiyo ndiyo ratiba ya timu na safari kutoka leo kuelekea siku ya kesho. La muhimu ambalo ni vyema nikazungumza na mashabiki, wapenzi na wanachama wa klabu yetu Young Africans. Of course, baada ya mechi ya jana kumekuwa na maoni tofauti, kumekuwa na mitazamo, discussion mbalimbali. Kwanza kuhusu mchezo, lakini la pili kuhusu kufuzu Yanga kwenda robo finali ya Champions League. Kwanza kuhusu kufuzu, ndugu zangu wana Yanga, kuhusu kufuzu kwenda robo finali 100% hatutaki kuwa na shaka yoyote. Sisi Yanga tunakwenda quarter final ya Champions League msimu huu inshallah. Tunakwenda quarter final. Hilo wala halina discussion. Tunakwenda quarter final ya Champions League msimu huu. Halina discussion, tunakwenda. Shida ambayo ipo, ukiangalia vizuri mijadala ambayo inaendelea, kuna watu wanataka kujifananisha na sisi. Watu hawa ni watu wa namna gani? Turudi nyuma kidogo. Wakati makundi yanapangwa, wako watu waliibua wakasema hili ndio kundi gumu zaidi kwenye Champions League msimu huu, kundi la Yanga. Na Yanga amewekwa kwenye kundi la kifo. Yanga hatavuna pointi hata moja, atapigwa nje ndani na Waarabu, atashonwa nje ndani na Waarabu. Lakini hivi tunavyozungumza na nyie ndugu zanguni, Yanga Afrika tuna pointi 5. Tumebakisha pointi 3 to qualify kwenda hatua ya robo finali. Hili jambo haliwapendezi watu, na haliwapendezi kwa sababu wengine tayari sasa hivi tunavyozungumza baada ya michezo 3-4 wameshaaga mashindano. Chali miguu juu, hawana shughuli tena huko. Kwa hiyo wanajaribu kujifananisha na sisi tufanane. Hatuwezi kufanana ndugu yangu. Daraja la Young Africans lipo, hatuwezi kufanana. Sisi tunakwenda quarter final inshallah. Tunakwenda sisi robo finali. Hakuna discussion. Sisi tunaingia robo finali. Anakwenda kuchapika JS Kabylie pale Zanzibar. Anakwenda kuchapika. Lakini kumchapa JS Kabylie wana Yanga, kuna tuhitaji sisi tuwe pamoja. Kuna tuhitaji sisi kusimama nyuma ya wachezaji wetu. Kuna hitaji sisi kuja kwa wingi na kuwashangilia wanajeshi wetu waweze kupambania. Nafikiri players hawaumia. Wanaumia wanapokosa matokeo. Lakini this time tukifika Zanzibar tunatakiwa tuwe wamoja. Tusiingizwe kwenye hii mitego hii ya watu wenye njaa vimba macho, mara kamchambua huyu kafanya hivi na nyie mnaingizwa kwenye pressure ya kuwapa pressure wachezaji wetu. Tukatae hilo jambo. Tulikatae. This is our time. Special moment ya sisi kwenda quarter final. Na wakutupeleka quarter final ni hawa wachezaji wetu. Hawa wanajeshi wetu ndio sio wanatupeleka quarter final. Anaibuka mtu jana anachambua mechi. Anasema jana Yanga walikuwa wako too defensive.
too defensive. Ndugu zanguni, kama kuna mechi ilikuwa ina mahesabu makali ni mechi ya jana. Jana tungekuja hapa Rabat tukafunguka tu hivi kama kuku aliyekata kichwa, saa hizi hata hii discussion nazungumza na nyinyi ya kufuzu kwenda robo isingekuwepo hii. Tungefunguka pale, tungechukua chuma 2 chuma 3, shughuli ingeisha. Lakini tumecheza mechi ya mahesabu kweli kweli. Angalia ile game, tumecheza defensive lakini tumewatengenezea pressure. Dakika ya 70 mpaka 80 tumecreate nafasi, tumeshindwa kuzitumia tu. Lakini ilikuwa ni plani nzuri. Create nafasi moja, Dube mikula Besela kapiga tena rebound nyingine. Create nafasi nzuri. Hata baada ya kutufunga tumecreate nafasi za kufunga. Dube nyingine ile, kuna Mzize, create nafasi. Ilikuwa ni approach nzuri ambayo ilikuwa inatuwekea akiba pia kwenda kwenye mchezo wa mwisho. Ingefunguka hapa kama kuku hapa, mtu amekumbusha mechi na Belouizdad. Tulifunguka Algeria, tukachukua chuma 3. Tunisia mechi na Monastir tulifunguka, tukapigwa. Champions League hatua kama hizi. Kizingatia FAR Rabat amekuwa nyumbani na yeye atafuta matokeo kwa udi na uvumba. Hivyo nafikiri FAR Rabat inamfurahisha kushinda goli 1 bila. Alikuwa anataka faida head to head. Alikuwa anaitafuta lakini ameikosa. Kushinda goli 1 hapa kama zilivyomfunga sisi kule Zanzibar. Kwa na yeye ameumia hapa kupoteza matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ya mahesabu. Sasa hesabu zetu za mwisho ziko Zanzibar. Hatuna option zaidi ya kwenda kushinda pale. Na tunashinda vipi? Tunashinda tukiwa wamoja. Tunashinda tukiwa tunawasupport wachezaji wetu. Tusikubali kufananishwa na watu waliofeli. Sio level yetu, sio daraja letu. Sisi tuna aim kwenda quarter final. Tusifananishwe na majitu waliofeli huko. Sisi tunakwenda quarter final wana Yanga. Mwambie jirani yako, Yanga anakwenda quarter final. Na wakutupeleka quarter final ni hawa wachezaji wetu, ni wewe mwananchi. Tukiungana pamoja pale Zanzibar inshallah, kinakwenda kuwaka pa, kinakwenda kuumana kweli kweli. Kwa hiyo yangu ni hayo. Nikasema niwaambie wana Yanga kwamba tumeshaingia kwenye final stage ya mapambano. Tumeshaingia kwenye final stage ya mapambano. Kwenye kundi letu ni Ahli pekee ndio hajafungwa. Lakini ukiangalia sisi Rabat tumefungana naye. Sio kama katumudu. Tumemchapa Zanzibar, katufunga kwake 1-1. 1-1. JS Kabylie tumetoa sare kwake, anakuja nyumbani. Ahli tumetoa sare nyumbani, katufunga Misri. Ahli kafanya hivyo kwa timu zote. Na ana mechi ya mwisho na FAR Rabat. Katoa sare kote away kwenye ile kundi gumu. Katoa sare away na ana mechi ya mwisho nyumbani. Kwa hiyo sisi bado hesabu zetu zimenyoka kama rula. Tusiingie kwenye pressure ya vimba macho, tufocus, tunakwenda kufuzu inshallah Zanzibar.